Hello mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Habari za toka Jumamosi. Ilikuwa ni siku njema, tukaingia Jumapili, siku ya ibada, na hatimaye kwa neema ya Mungu tumekutana tena hapa ndani ya kipindi cha Ephata Sharon Glorious. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumanne saa 12 jioni na siku ya Jumamosi saa 12 jioni. Hongera kwa wewe ambaye umeweza kuanza wiki na sisi. Popote pale ulipo unapotutazama wakati huu kupitia Facebook page, hongera sana kwa kuingia nasi na kuungana nasi wakati huu. Nikusihi tu uwe na sisi, usiondoke hapo. Siku ya leo bwana, tuna mambo mengi mazuri sana. Leo nina mgeni ambaye yeye amesema, jamani, mimi nina jambo nimeweza kujifunza kwa muda wa mwezi mzima. Mengi nimejifunza. Atatuambia jina lake, atatuambia anatokea wapi, lakini yapi amejifunza. Nikusihi tu hii live ushare na wengine. Hiko ndo cha msingi, share upendo. Upendo ni pale unapompatia mtu kitu cha kumnufaisha kwenye maisha yake, hasa kumtoa gizani na kumpeleka nuru. Huo ni upendo. Nembo share live hii na wengine pale ili tuweze kunufaika pamoja. Nikualike usitoke nje ya live yako, baki na sisi mpaka mwisho. Kuna mengi sana. Na zaidi sana kuna neno kuhani atakuja kuongea na wewe, lakini pia ataanza kufungua mwezi na wewe. Ni mengi, mimi sitasema mengi, ameandaa mengi. Kwa ufupi atakuja kuzungumza na atasema na wewe, hivyo usiondoke pembeni ya live yako. Karibu. Moja kwa moja tuende tukazungumze na mgeni wetu. Mgeni wetu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina. Karibu sana kwenye kipindi cha Ephata Sharon Glorious. Nimefurahi sana kuwa na wewe ndani ya kipindi hiki. Amina, nimefurahi pia na mimi. Tutambulishe majina yako. Jina langu naitwa Melina Mikago. Kutokea wapi? Niko hapa Mwanza mkoani. Okay. Karibu sana. Umefuatilia vipindi vyetu tokea mwanzo mpaka sasa hivi? Kwa kweli nimefuatilia hivi vipindi. Ndio. Vya Ephata Sharon Glory. Ndio. Kwa kweli hivi vipindi vinabariki moyo wangu. Asante sana. Na kitu gani ambacho umekiona kinakunufaisha au kubadilisha maisha yako, na lakini pia kwa ujumbe kwa watu wengine pia? Napenda kusema hivi mtumishi, kati ya haya masomo ambayo mtumishi wa Mungu anafundisha, anazidi kupambanua kwa undani, ambapo kunako roho kabisa wa Mungu kwa ndani. Ndio maana mafundisho kama haya ndio tulikuwa tunayakosa muda mrefu, lakini kwa sasa hivi Mungu ameamua kumtuma mtumishi wake James Nyansika kwa ajili ya Ephata Sharon Glory. Amina. Kwa kweli tunabarikiwa sana. Tunabarikiwa sana na hiki kipindi, mafundisho yake ni mazuri. Mimi nitapenda kuzungumzia tu kwenye somo la kujitambua. Nguvu ya utambulisho. Nguvu ya utambulisho. Amina. Alifundisha kwenye Mwanzo hapa. Mwanzo 1. Mtu unaweza ukasoma tu hii Mwanzo 1 yote hii. Ila mimi nitapenda kuzungumzia tu vipengele vifupi. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki na bahari na ndege wa angani na wanyama na nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Unaweza ukasoma ukaendelea mpaka hapo mwisho 30. Kwa kweli mimi nilikaa ili somo likawa linanena kila siku nikilala, nikiamuka, ili somo linanena. Yaani nasikia kama mtumishi anahubiri, yaani kama kwamba yuko mbele yangu hapa anahubiri, namuona. Kumbe niko nyumbani nafanya kazi zangu, kuja kujitambua hivyo kwamba hivi mimi ni mwanadamu, nimeumbwa kwa sura ya mfano na Mungu. Na nimepewa kila kitu nikaweze kukitawala. Ndio. Hapo ndipo nikaamka mtumishi. Mwanzo ulikuwaje kabla hajafundisha somo la kujitambua? Mwanzo ulikuwaje na sasa hivi kuna mabadiliko gani? Yaani mwanzo ulikuwaje, ulikuwa kwenye hali gani? Na sasa hivi je, baada ya kufundisha hilo somo uliweza kutambua vitu gani ambavyo ulikuwa hujavitambua? Mimi nilikuwa mtu tu ambaye nimekaa tu nyumbani. Siwezi hata yani ile akili ya kusema kwamba nifanye hata kitu. Unakuwa na ile roho ya hofu. Unakuwa na mashaka, naweza nikafanya hiki labda
nikapoteza hela au nikakosa wateja. Nilipokuja basi alipofundisha mtumishi, na ile roho ikakaa inasema, inanena ndani yangu, na ninapozidi kufuatilia chomoka. Hiyo wiki iliyofuata baba akafundisha lile somo la uthubutu. Ndio. Uthubutu wa kuweza kufanya jambo. Maana ule uthubutu ulikuwa haupo. Nilipofundisha lile somo, ule uthubutu, mimi naona ni roho wa Mungu aliyesema naye ndani, kwa sababu ile somo hii alipofundisha ile, sawa, watu wamejitambua. Ndio. Akaingia kwenye uthubutu. Alipoingia kwenye uthubutu, nikasema hapo nakamata pindo la Yesu. Ndio. Kwa kweli nikaamua kuthubutu kufanya jambo. Nikaamua kufanya biashara. Wow. Uzuri ile biashara nilipolangua, wakati nalangua, maana sasa nikawa ile roho ya hofu imeshaondoka tayari. Samahani, unaposema kulangua unamaanisha kwamba, maana kuna wengine hawajui hiyo kwamba kulangua. Yaani nikaenda sokoni kuchukua mzigo. Ndio. Nikawa mzigo nimepata kwa wepesi tu, nikasubutu kuingiza sokoni. Nilipopeleka sokoni, haijaisha hata masaa 2 matatu, kila mtu anataka mzigo wangu, nipe na mimi nipe, mzigo ukaisha. Wow, glory to God. Nikasema wow, hii ndio Efata Sharoni Glory. Inafungua. Inafungua. Kumbe ina utukufu. Badala, na nilipata faida kwa kweli. Nisifiche hilo. Mara 2. Shilingi kwa shilingi. Wow. Nasema wow. Huyu ndo Mungu wa Meja Jenerali. Unaingia unafunguliwa njia zako. Unaonyesha kwamba hapo ulifunguliwa njia sasa. Ukajitambua kafunguliwa njia. Nikajitambua nikawa nimeshafunguliwa. Nikarudi tena sokoni kufuata mzigo. Nikachukua ule mzigo mara 2 ya ule niliochukua mara ya kwanza. Ndio. Sikutumia wala, yani nikasema kwa kuwa vile mimi Mungu amenipa kila kitu na nina uwezo wa kuamrisha chochote na kikawa. Huku nikiendelea kufuatilia mafundisho ya mtumishi. Nikapeleka sokoni. Nilipopeleka sokoni, kwa kweli niliuza. Sio niliuza siku ngapi sijui. Ni hiyo siku nauza, namaliza mzigo, nachukua hela yako. Wow. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kumtuma mtumishi wake James Josephat Nyasika. Huyo ndo Musa wetu wa kipindi hiki. Wana wa Israeli walipewa Musa, na sisi huyu ndo Musa wetu wa nyakati hizi. Maana neno linasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Hongera sana kwa kula mema ya nchi. Amina. Kwa kuhitimisha, ujumbe kwa wanawake. Kuna wanawake wengi ambao walikuwa hawana uthubutu kama wako wengi. Ni kweli wako wengi ambao wanajiita wenyewe ni mama wa nyumbani, ambao wanatamani kweli wana uwezo, lakini wanashindwa kupata uthubutu kama ulivyokuwa wewe. Sasa umekuwa ushuhuda kwao. Unaambia nini wanawake wote ambao au watu wote ambao wamekosa uthubutu au wamekosa kujitambua? Kwa kweli, wamama wenzangu, wanawake wenzangu, wadada, mabinti, wengine mabinti mnasoma, mnamaliza chuo, mnakaa tu nyumbani, mnasubiri ajira. Jamani, tusikilize Efata Sharoni Glory. Amina. Ako ndiko kunako asali. Unaposikiliza, tuache hii kuangalia mtandaoni, sijui unachati na nini sijui nini. Angalia mahubiri, angalia neno la Mungu jinsi watumishi wanavyolipambanua. Uone kupitia katika neno. Amina. Usifunikwe na giza la dunia. Maana tunapoangalia mitandao tu mingine, yani tunakumbwa na lile giza la dunia. Hatuoni, tunakaa kusubiri ajira. Mama, tusikae tu nyumbani. Na mimi nilikuwa mama tu wa kukaa nyumbani, lakini nilikuwa nahofia ninapopata kahera hata kidogo, nahofia naweza nikaenda sokoni kuchukua mzigo niuze, labda naweza nikakosa wateja. Unakaa tu lakini nilipofunguliwa nikaona katika neno, kwa kweli wamama tutoke huko. Asante sana. Wamama ni jeshi kubwa. Wanawake ni wajasiri.
wamama ni mainjinia. Amina. Asante sana Merina Mikago kutoka hapa jijini Mwanza. Tunakushukuru kwa ushuhuda wako sana. Mungu akubariki sana. Naamini wanawake wataamka, lakini hasa kwa kuweza kufuatilia vipindi vya Efata Sharon Glorious, mwanamke unaweza kaamka. Sio mwanamke tu pekee. Yeyote ambaye ulikuwa umekosa ujasiri, ukashindwa kukosa kujitambua, basi unaweza ukaanza vizuri. Tunamshukuru mama yetu Merina kwa kutupa ushuhuda huo na kutuelewesha kwamba namna gani ameweza kuelewa kwa kipindi hivi. Unaona namna gani ambavyo mtu anaweza katolewa gizani na kurudi nuruni. Hilo ndio lengo kubwa la Mungu, kwamba awalete watu nuruni, nuru ya Mungu ikae na nyinyi. Kutana na kuhani James Nyasika ni kwenye kipindi cha Efata Shalom Glorious kila siku ya Jumanne na Jumamosi. Muda ni saa 12 jioni.